ile nani? Vitu vyako. Acha vurugu. Basi napiga pia na wasiwasi. Sababu mambo zangu wala mimi siwajua tu Manyamani, mtu asema mwingine tofauti. Uzuri ni wa Tanzania. Wa Tanzania. Ila kugeuka sio issue. Inawezekana kwenye kazi. Bali toa. Kamaliza pale pombe saa 4 saa 5. Kaja gari Polo GTI. Vinabiliwi hiyo baba. Polo GTI. Tena kama na tubo ile gari sababu lilisikia mlio shapaki nyumbani isikia tu iko nje. Kwetu ni kwa nje. Jamaa ananisuua mtachaga amka Tanzetu. Amka Tanzetu mwanangu. Kwenda kulewa tena au basi nipumzike wanangu wa Tanzetu. Mmoja sasa kama kanashanijua mimi kama kwa na kiisi. Wao futangulia mbele mmoja kanistopisha akamwambia sema nini mboi mwanangu? Au shingia South Africa hichi kiwanja. Kuna misha kufanya ya utabu. Chomoka tena mchomoko tukajaribisha tukirudi na bahati maisha yanaendelea vile. Uelewi mchomoko. Hapo mchomoko ni nini hujui? Sasa kwa mama yake. Okay brother. Kwa sababu uko kwenye geto lao. Hamna namna. Utatoka pale katoka nanga ingia kwenye gari mwanangu tumekuja mwanangu pia. Ile muda kama saa 4 naenda usiku. Kwa umetulia sana London. Tafuta mpaka Port Elizabeth kibao na Port Elizabeth. Inatembea hivi yani polo hivi. Na unavipenda sana. Vinakimbia sana. Nifika sehemu za blaza kama hivi tuseme yani mtaa. Mimi na gari mpaki pale. Kumbe na ramani kibao kuna nyumba ya mzungu hapo anaishi huko. Pia kashaondoka mwacha Zimbabwe kwa na ramani muda mrefu. Kule Zimbabwe na wachomesha ramani wa Zimbabwe. Zimbabwe si watu wazuri sana kwenye nchi. Walipagali paka papi hivi. Nikashuka mimi, nikashuka mbona anaitwa Miki, mmoja anaitwa Juma, akabaki mwingine kwenye gari, akashuka ile papi. Tukatembea kidogo tukaingia kama kwenye kitaa. Tukaona ile security, tukabana kwenye kuta hivi. Bana kidogo hivi. Ile security kapita njia. Tukaingia ile ya kwanza, ile ya pili tukasimama pale. Kidogo ya kwanza kachuza nani? Yaani gari alikuwa anaendesha Msauzi au Mbongo? Mbongo bado wanamaiki magari kwa hiyo. Akachukua prova ya koti ile ndani mtu kuvaa hivyo makusudi yake. So mtu pale hivyo kama ni fashion huko maana hao mmoja anavuta yani ndani anashonea ndani huko. Max ile. Akaivuta Max kagoji kabiji hapa kabakisha hapa. Wa pili mimi sina Max. Naambia subiri hapa soma ramani. Chezesha hapa wewe. Chochote unakiona hapa chezesha. Au baadaye mbijuka upande wa pili tumesikilizia pale brother. Dakika 10 nyingi umekana nyingi katoka huyu kaja huyu anashona TV imenyoka inchi 70 katika huyu na mashine za kufulia zimebeba wawili huko na huko kadhaa mahiti asu manini yametolewa yani nisafishwe naitwa hiyo. Kwa sababu yule Mzimbabwe maana yake ile nyumba haikwenda kuvunjwa. Yani Mzimbabwe maana yake kapa wamefungua mlango wanachukua vitu. Afu baadaye Mzimbabwe anasema kama alivunjiwa na kuripoti kule province ambayo alivunjiwa. Kwa hiyo tukachukua sisi kigari kidogo kipolo kidogo kile vitu kama naona ni vingi yani. Mwizi ni maana wale ni kazi yao walikuwa mingi sijajua baba. Professionals. Ngoma inavyokuja vile sisi tunatoa vitu vile na gari kama ile pale ile. Imeulwa city zote. Vya Bangunda za Bunda. Kama VIC vitangulia taxi vile na vitu. Taxi zao hizo wanatoa city zote. Daladala bana. Vipanya. Anaweza kupakia zile mashine pakia zote. Titi paliza pale kama saa 5 saa 6 tumekuja mpaka sehemu tika huko kuna machakakani tena. Kila sehemu kuna machakani kwa South Africa. Maana sehemu za kulala bure, sehemu za watu kukaa ambazo polisi wanajua kuachana nao. Washamaliza. Kila sehemu zipo kwa South. Tukaenda mpaka kule kwa shio mzigo wote chini. Kesho yake ule kesho yake ilikuwa tayari, kesho yake asubuhi na kucha hivi nikafewa landi 250. Ndio ya kwanza kushika South Africa. Muda wangu landi ni ngapi? 250. Sio hela nyingi lakini ni hela nyingi mmoja umefika. Afu geni ulikuwa una kitu. 250. Nikarudi ngana kwa madisi ile lasi. Basi blaza. Yaani ilikuwa hivi. Kaji kabisa nao bwana blasi wale. Kuna 1 2 3. Sio watu wazuri. Rasi akasemaje? Huyu atakuwa dogo Juma huyo. Anashamjua. Ambia kweli Juma anakuja usiku tuchukua hapa. Juma wale kutoka hawezi kazi Juma akashika masikio watoto wale. Pale ondoka mwanangu atakuwa. Pale ondoka? Sababu Juma anatoa sadaka mtoto wa pili atamtoa sadaka. Hivi anachukua mji fresh huku mtoto fresh mtu kuja fast. Baada hapo anamtoa sadaka. Wewe njia uzijui. Hapa wataangu. Nitafikia wapi? Kwa sababu unachokisema hicho maana yake ni kwamba kupigwa bomba huku kitu cha kawaida. Na ndio maana Rasi akawa na wasiwasi. Kawaida pia na kawaida yake yani inawezekana vipi unajua yani mimi bomba haijanipiga blaza ila sisi ile bomba imepita hivi tu imejiinjeki imepiga ingekwaje
kwenye kidole. Bomba hajanipiga mimi brother. Haiwezekani. Ni mshtuko tu anachukulia Mwesopia dukani kwake. Kapiga Mwesopia. Mimi nimepita vipi kwenye mamwenge yangu? Ilikuwa kwenye kazi yenu nyingine? Au ilikuwaje ukajikuta hapo? Hiyo ni mteja sana dukani. Unajua kwa maduka saa 12 afungu, saa 1 afungu, saa 2 afungu. Mpaka kidogo mvuto zijale na kufunga ni mapema. Kwa sababu gani? Usirukie huko. Umepata 250. 250 kazi ya 250 kazi. Rasa alivyokuambia inabidi utoke ukafanya. Utoke pale kwa madogo, tafuta sehemu nyingine kukaa. Nitapata wapi Rasa? Kama kuna mshaji mmoja nitakupeleka kwake, nitakutana na Abdul. Utapeleka kwake Abdul kidogo nitadidisha na swali. Yule fresh tunzetu kwake. Hapo ndio isinikepo sana nafika sasa. Story inaanzia hapo. Abdul siku ya kwanza akatafuna simu katika nikalala kwa madogo janja hivyo kibishibishi. Abdul sana hela, Juma sana hela hapo, Juma tena shapiga mchomoko la ndefu kule. Paka game 250 Juma na 2000 na 3000 kwenye pochi la docho lake yani. Juma hajatusumbua tena siku ya kwanza, hajasumbua nikalala pale. Abdul anapatikana siku 3 mbeleni. Abdul anapatikana Juma anakuja kijiweni maskani geto pale. Kuna mchongo mwingine Tena. Hapo nasikia Abdul anapatikana kwenye simu. Abdul anapata bwana, kuna mbongo kaja mtoke na mwenzako rafiki yangu. Anaitwa Evans yupo huko anashangaa London. Nimsogeze kwa Jakaya tulie umbe hata kazi. Yule shehe hajapinga. Riziki anatoa Mungu. Mpanishe gari mlete kwangu mwelekeze. Nauli mimi nitalipa. Akalipa randi 120 nakumbuka. Kwa kule mpaka kuja kwake Eastern Cape patana hapo. Hiyo London ni Eastern Cape. Sema ta Grahamstown. Grahamstown. Nafika pale pub jamaa kanipokea na kanzu yake nini. Bonga la sijida hapa. Fresh ngasema la mahali msinduga kidogo kwa amani kule pika chai pale maziwa nyumbani jini tambi kitu mkubwa. Mazagazaga sana. Haya. Kula tambi mkate chai. Na kitambo hujala hivyo. Sijala hivyo. Alafu asubuhi yake sasa akaniambia kuja ngosijua makota ya huku na kota za huku na iko kuku kidogo si nini. Asubuhi kanitika makota. Yaani fresh kanipa kama wiki moja la bata hivi yule mshikaji. Yaani la kuenjoy yani. Unajua zile nikaenjoy naye fresh moment nini. Baadaye sasa akaniambia mdogo wangu bwana, kazi ya kufanya vile nauza bangi hizi hapa, tafuta goli utakaye pale sehemu yote simama auzie bangi na tusaidie kwa faida ya mtu ambaye hajui. Kwa South Africa ganja ni haram pia, yani ni illegal au wamehalalisha? Maana yake wamekaa kizunguzungu. Ganja moja askari ana mpango na wewe. Akutana ganja moja ya kuvuta askari adili na wewe. Yaani akuvuta hata kutoa unavuta hapo road. Anakachana na akusumbui. Ila akute ganja ya kuuza. Biashara. Askari anakukamata ila kimahakamani unalipa faini. Ndio huko kidogo ganja kwa umekuwa wepe. Yaani mahakamani unalipa beli fine, yani fine inategemea nzuri uto nao. Na kuna kujeza kwako kwa hakimu bana. Au fungu yani. Huko fungu una hela. Ukifunga una yani randi 1000 ikushinde. Unauza bangi miaka yako randi 1000 ikushinde, randi 500 ikushinde. Sababu utaongea na hakimu kwa mimi bangi nauza lakini maisha yangu kwa hivi na hivi na hivi. Yaani shida nyingi unamjia maisha bana. Stadi anauza. Lakini ndo maisha. Si ndio? Na kuwa ustadhi wa kufoji kwa sababu ulikuwa unaishi naye. Ana swali kabisa. Asubuhi kwa swali. Ila saa 7 ile, saa 10 na jioni saa 2 lazima swali, lazima. Ila anasukuma ganja. Ganja anauza na anavuta. Kama kawaida anasukuma ganja na swala anapiga. Ni vizuri tu. Sasa ikifika jioni lazima tu akamda supermarket tunachukua banga zote kama maziwa nini na msini kuswali anakuacha wewe kaandae mazingira vitu. Akija kama umeshanjaa. Na ana geto lake nini? Geto lake kapanga cottage. So room ni cottage kapanga. Unajua kwamba kuja kuna elimu chumba kimoja na zile cottage, kijiko, choo chenu, kila kitu ndani. Yaani humo unamaliza. Kuna kasebule fulani. Mpaka malandi 3800 kwa mwezi. Sisi tunalipa landi 2000 chumba tukatoa 2 au 3, sio landi buku za Swahilini. Landi 3000 kwa lipa na 800 kwa kule kijijini. Fresh analipa nini kote. Kwa mimi nikiingia chumba changu kidogo hichi hapa, chake hichi hapa. Hapa kuna uwanja wa bure wa kuangalia TV, kafunga baki GVC chake kidogo cha kuchangaa jioni, ya tuangalie TV sababu tu akifunga sasa kuna kiwasha siku moja pale. Kidogo kubwa shen kimeweka. Na siku ndio za TV nilipofungua kwenye fuzo madawa ndani. Baadaye tuongea. Hiyo ni kabosha nilikuwa. Basijuagi tu vitu vyote ndio kujua baada ya kukaa. Hiyo mbona kujua baadaye. Nishazoea sasa maisha huko. Nyomo anacheka. Nyomo wewe unajifanya mtoto wa South Africa. Wa South Africa wenyewe hapa sasa Shimamiti. Unatutengeneza kila siku. South Africa ipi? Bro, nimekuja na ndege. Wewe hamna kitu. Bro, kupitia hatua hizo. Hamna kitu. Mimi nimekula kuku from day one. Basi. Wewe una story. Unajua nilimwambia Caesar mimi nilifika boda nikawa na $20. Ndio. Alafu advantage nilokuwa nayo unajua ni kuzungumza lugha. Umeelewa Kwa hiyo yule mzungu ananigongea kwanza ananiuliza
unajua zamani tunaita showman, sijui kama bado sikizi mnaita hivyo. Yaani kwamba ukiwa unavuka boda wala unataka kujua wewe unakokwenda huku utamudu maisha, una shilingi ngapi? Mimi nikamwonyesha $20. Nikamwambia sikiliza, mimi kwetu hakuna vita. Mimi sijatoka kwenye shida. Naweza kugeuza sasa hivi ninaleta nyodo. Ndio. Na mimi naenda kwa sister yangu huko sio. Eldorado Park. Umeona bana? Akaniambia alivyoona nimeleta jeuri akaniambia nenda zako. Kafie mbele huko utajua mwenyewe. Mbona bana brother? Kwa Abdul kakaa naye muda gani? Abdul nimekaa naye kanipa michongo mingine. Lakini mtu mzuri. Ila dishe kugombana naye au binadamu sio vitu vya ajabu. Kitendo cha kukupokea, kunipokea, kunilipia nauli. Yaani kaambiwa alafu akaambiwa mlete riziki anatoa Mungu. Kwa sababu anajua umekwama. Na sisemi kwamba hiyo ilikuwa ni bora, lakini kule kwenda kwenye kuiba kulikuwa kugumu zaidi. Ingawa kwenda kuna hela zaidi kuna kuaga. Yaani kwenda kuna hela zaidi. Sababu maisha pia kuiba, yaani yote ni kwa kawaida baada kuijua sasa South Africa. Alimosa sana kwa mwoga. Ila kushijua brother. Yote shida. Mimi Abdul nimekaa naye, Abdul kalipa michongo yote. Bana bangi zile hapa akataka kuuza. Ukaanza kuuza ganja? Nauza ganja wanafunzi brother. Wa kwanza kuuza ganja mimi wanafunzi wateja wangu. Wa ngazi gani? Wa shule msingi. Haiwezekani. Watoto wadogo wa kike mimi nauzia bangi. Wadogo. Wanagonga. Wana vibinti vidogo, yani Masudi vibinti vidogo ninavyokuambia yani. Sina la kwanza ile imewalishoga polisi tu. Mpaka picha ngwana namba na ile mpiana story. Wa kwanza ni kuuza nao bangi ni wanafunzi brother. Na kanao hivi pa. Ndio hata wajue na katia na mkasi ile siza hapa. Kana takuloli pa. Na mwenyewe mara moja unakula kidogo. Na ulikuwa unashtua. Lazima usitue nao maisha ni sasa. So uzi sumu. Ikienda wanafunzi. Na ukao unapata hela. Kwa siku msikosi ya 70, 60. Hapo ni chakula nimeshiba. Ngoja, hiyo sasa ilifika stage ikawa una msingi wako mwenyewe au unamuuzia mzigo wa mtu? Abdul ni shehe. Anaamini riziki anatoa ni Mungu. Abdul ana mzigo bei jumla labda shilingi 1500 kilo kimoja. Randi 1500. Randi 1500. Randi buku jelo anakabidhi kilo pap. Kifunge, toa hela, ukitoa shilingi 5000, ukitoa 6000 ya kwako. Toa 1500 ya nani? Ya bosi tulichukua mzigo kwake kuchukua mzigo wake kusukumia. Inaobakia change ipige pasu kwa pasu. Wewe na yeye. Mimi na yeye. Na hela mwenyewe blaza. Kwenye 1500 pigia kuna askari, unakula mchana na asubuhi. Sasa kibichi boy simtafutaji nchi ya watu, uweze kula mara 3 kwa siku. Mimi nitakula mara moja, mara hizi mara 2 yani. Sababu kwenye nchi mimi nakula mikate muda wote. Mimi nitaishi kama hao vile vile. Kota kidogo nafanya nimeshiba, kumbe mimi siwezi kula kota, kula kwa mgumu nishibe nilale. Kile kota kidogo cha 10 kile iko siku imeisha mpaka jioni muda kulala tena. Kwa jikuta pale napata buku mbili ndani ya hiyo buku mbili hiyo ndani mwezi mmoja inshallah hapo. Akaambia sasa hivi sasa mpaka sasa na shilingi 6000 ya kwangu kwenye nchi. 6 hii. Sio mchezo. Chumba kupanga buku jelo tunapanga ukijini huko. Nimkimbie muuni nini? Nikaona hapana. Muuni akaambia sikia mwanangu sasa kuna mtaji wako ushapata kidogo ile unazo msimeki. Sasa sikia, chukua kazi zako mwenyewe. Kimbiza mwenyewe. Ila ukikwama njoo kwangu. Nikaambia fresh haina shida. Yule jamaa kaenda akafiwa na mtoto wake. Hapa huku au bongo? Kafiwa bongo brother. Sikio usiku kapigiwa simu na babake mdogo. Bwana asalamu alaykum, anaongea taarifa msiba anapewa. Na mtoto ni huyo mmoja alikuwa naye tu brother. Ikabidi tu apande ndege kilazima. Mwenyewe nitoa nauli yangu baadhi ya dozo langu nikatoa kumchangia kama bwana brother support. Kumbe yeye kapata majanga. Mimi ananifungulia njia nyingine katika upepo wa mafanikio. Unaelewa brother? Asante. Yaani huko alipokuepo ule bro ulisokee, lakini nampa maisha mengine mapya. Kondo kwake yeye pia alifungua njia zingine mimi kwangu. Kweli katoka brother, maana mdogo wangu kitu ili hapa, kodi hapa 3800. Kama ningechoka kurudi kodi kwa maana kulipa ukishindwa sana. Vitu vyangu baadhi vichukue. Kaviteka kwa pembeni. Tafuta chuma cha bei rahisi. Mimi nitakuja tuanza maisha. Nitaambia fresh. Mzigo mwingine unabakia hapa na madosho yake mengine, kafungua TV bana, unaona TV. Unaona vidonge hivi hapa hivi. Vidonge vidili. Sina kikamatwa na askari vidonge. Ilikuwa vidonge vya Mandos. Mandos. Kidakwa na askari hivi. Ndio wangu jela hapo ndio bora na jela na bongo moja kwa moja. Kuliko ganja. Kwa hiyo sasa mimi nimevia TV makusudi. Sijapata soko. Nipata soko 20. TV kwa maana kwa TV na shushwe nafunguliwa. Sio kuwashwa.